naona kuna discussion ya wale crooks waizi, wale walitaka advantage ya Gen Z wa kutumiwa na wanasiasa. Simuliona wanasiasa walijitokeza wazi. Mnajua pesa ni ya nani, plani ya nani, nini inaendelea. Sasa ile kitu inanishangaza zaidi, naona kuna discussion ya kwamba ati mtu ukienda station, police station, ati uuliwe ama usiuliwe. Fellow Kenyans, chungeni sana. Hatuwezi kukubali nchi iende vile mnafikiria. Ati unaenda station unyang'anye polisi bunduki. Sioni kama kutupa Kenya kwa sewage. So, mtu unaenda station ama mtu unashika mawe na kulinga polisi, ukutana na risasi. Because samani sisi ulikuwa ukiona chief wacha polisi, chief unakimbia ama unapitia kando. Ulikuwa ukiona polisi wa uniform unamheshimu, mpaka hata unaweza uliza kama kuna makosa umefanya. Sasa hii katiba imetusaidia tuko na demokrasia, lakini kuna watu wanapitisha hii demokrasia zaidi mpaka wanadhani yani wanaweza fanya anything. Wazungu wenye hii katiba wako na mpaka ya demokrasia. Sasa sisi wa Kenya tunajifanya sasa sisi ni wajuaji. Tunaweza confront police station, tunaweza confront police na ulinge ya mawe umtuzi. Na ni watoto wenu, ni dada zenu, ni mandugu zenu, ni baba ya wengine. Mtu mwenye anaenda police station akutane na risasi, that's it. Hii hata hitaji kufikiria mara mbili. Ni kama sasa mimi nimepewa bunduki, alafu nione danger mbele yangu, nione mtu amenitolea bunduki. Nilikuwa napewa bunduki nifanyie nini? Si lazima nijikinge kwanza. So hiyo discussion ya police tafadhali tuache na tuheshimiane na tuheshimu nchi. Tafadhali. Hiyo upuzi watu wawache ya kusema na discuss nini? Unajua wajinga hii nchi wamekuwa wengi. Mpaka mlikuwa nataka kupeleka nchi ya wengine fitina hiyo yenu. Hii mjue hii Kenya tuko na uhuru ya kutosha na tusiharibu. Mwache blala fucking